Miaka mingi iliyopita niliwahi kusoma habari ya mtu mmoja anaitwa Glenn Cunningham. Glenn Cunningham alikuwa anaishi Marekani na alikuwa na pacha wake alikuwa anaitwa Floyd Cunningham. Walikuwa wanaishi karibu na shule ambayo walikuwa wanasoma. Sasa kipindi cha baridi, kwa sababu wao wako karibu na shule, mwalimu alikuwa amewaomba wao wanaenda kuwasha moto ili wanafunzi wengine wanapokuja wakute angalau darasa limekuwa warm. Sasa kawaida walikuwa wanaenda wanatumia mafuta ya taa inayoitwa kerosene, wanatumia yale wanawasha. Siku moja kwa bahati mbaya lile dumu wanalolitumia kuweka mafuta ya taa, kuna mtu akatumia kuweka mafuta ya petroli na akasahau kuyatoa. Kwa asubuhi wakiwa wameamka wanaenda kuwasha moto, walipofika wakaweka mafuta wakijua ni ya taa. Walipowasha moto ukalipuka kwenye zile kuni walizokuwa wanatumia. Matokeo yake moto ule ulimuunguza Glenn na ukamuunguza pia na Floyd pacha wake. Wakati walikuwa na umri wa miaka 11. Bahati mbaya sana Floyd alipoteza maisha. Lakini Glenn yeye aliungua mwili wake, takriban 90% ya mwili wake alikuwa umeungua. Kwa alipopelekwa hospitali madaktari wakasema kwamba kulingana na alivyo, kupona kwake kutakuwa ni muujiza. Na option ya kwanza walioitoa wakasema wamkate miguu kwa sababu eneo la chini la miguu yake ilikuwa limeungua zaidi. Sasa Glenn tangu akiwa mdogo alikuwa na ndoto. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni siku moja kuwa mkimbiaji kwenye mashindano ya Olympic na ashinde medali. Kwa hiyo ndoto alikuwa nayo. Baada ya kuungua akiwa kitandani anasimulia, anasema kwamba alihisi kama ndoto yake imefika mwisho. Lakini wakati daktari wa upasuaji anaongea na mama yake, anamwambia mtoto wako hataweza kuishi na miguu kwa sababu imeungua sana. Option tulionayo tumkate miguu. Glenn alikuwa anasikia yale maneno. Akiwa katika maumivu makali sana, akasema kwa sauti ya chini sana, akamwambia mama, ni bora niishi na miguu mibovu lakini kuliko miguu yangu kukatwa, kwa sababu still I have a dream to be an Olympic medal. Mama yake akatoa machozi, akamwambia daktari, ni kweli nataka kukata miguu, lakini naomba fanyeni mnachoweza. Hata kama atatembea au atatambaa, lakini miguu yake isikatwe. Kweli katibiwa, kaanza kupata nafuu, akawa hawezi kutembea, kwa kwenye wheelchair. Kila siku asubuhi akiamka anamuita mama yake. Akiamka tu cha kwanza anasema, "Mom, greetings from an Olympic medalist." Every morning. Kila akisema hivyo mama yake anasema ilikuwa inamuhuzunisha sana, kwa sababu alikuwa akimwangalia anaona hakuna uwezekano wa yeye kuja kukimbia kwenye mashindano ya Olympic. Lakini Glenn kila siku alikuwa anaamini hilo jambo, analitamka kwa maneno yake. Siku moja baada ya miaka kama 2, Glenn akaanza kuwa na utaratibu, akashuka kwenye kiti cha wheelchair, anaanza kupita kwenye fence kwa anatambaa kwa magoti yake, anajishikia kwenye fence ya pale nyumbani. Kiwango ambacho mpaka ikatengenezeka njia, zile nyasi zikawa zimeliwa pale na magoti yake. Siku moja kutoka kusikotokea akaweza kusimama ameshikia kwenye fence. Akapiga kelele sana na muita mama yake. Akamwambia, "Mama, look here, I can stand." Mama yake akamwambia, "If you can stand, then one day you can run." Glenn akaendelea na lile zoezi. Baadaye akafanikiwa kuanza kutembea. Baada ya kufanikiwa kuanza kutembea akasema, kama nimetembea naweza kukimbia. Miguu yake ikawa inaendelea kupona na kuimarika. Akaanza siku moja akajaribu kukimbia akaweza. Mpaka mtaani kwake walikuwa wanamuita the running kid, kwa sababu kila mahali anapokwenda akitumwa kokote kule alikuwa anakimbia. Sasa fast forward miaka mijayo mbele, akaanza kukimbia shuleni. Akashinda mbio zake za kwanza akiwa standard 6. Amemaliza shule, ameenda sekondari, akashinda medali nyingine. Glenn alikimbia mashindano ya Olimpiki katika maisha yake. Alivunja rekodi 3 za ukimbiaji duniani. Glenn akaenda kuwa mwalimu wa chuo kikuu, akasoma masters, akasoma PhD, akawa physical education specialist chuo kikuu. Mpaka leo Glenn anakumbukwa na kuna siku maalum Marekani ambayo inamtambua Glenn kama mmoja wa mashujaa.
Maana yake ni nini? Simple kwamba dream yoyote ambayo mtu anayo kwenye maisha yake anahitaji kwanza kuiamini. Ukiamini, ukaikubali, ukaishi, hakuna chochote ambacho kinaweza kukuzuia. Les Brown aliwahi kusema, if there is no enemy within us, the enemy without us can do us no harm. Kama hatuna adui wa ndani yetu, adui wa nje yetu hawezi kuwa na nafasi. Sasa kuna maswali ya kujiuliza. Nini kinatokea? Kwa nini watu wengine wanaweza kuendelea kuwa bora katika wanachokifanya, aidha katika biashara au kutumia vipaji vyao au kwenye taaluma zao, wakati wanapitia katikati ya changamoto kubwa sana? Na nini kinatokea watu wengine wanapopitia katika changamoto wanapoteza kabisa mwelekeo wa maisha yao? Tofauti ni nini? Mtu anapopitia crisis kwenye maisha yake, alafu baada ya crisis akapotea kabisa kwenye ramani ya maisha. Kuna watu baada ya kupitia crisis walipotea kwenye vitu wanavyofanya. Leo watu wasikii wala hatuwaoni tena. Kuna watu crisis ilikuwa ni sababu ya wao kuwa na breakdown, lakini kuna watu crisis ilikuwa ni sababu ya wao level up. Kuna watu crisis iliwapoteza na kuna watu crisis iliwaibua kwenye maisha. Tofauti ni nini? Ni toughness. Tofauti sio kiwango cha shida na matatizo ambayo mtu anayapitia. Tofauti ni uimara ambao mtu anakuwa nao anapopitia ile changamoto.